Wewe, unafanya nini hapo kwenye friji? Laila we, Shemtoi unakula mchana wa Ramadhani? Jana usiku tulinuia. Familia nzima tumenuia. Mimi, baba yako mzee Bakari Kiboga, na wewe pia mwanangu Shemtoi, tukakubaliana kwamba nyumba nzima tunafunga. Tunaiendea funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo vipi mwanangu? Kusalambua misambusa, unasalambua sijui hayo masoseji matatu. Unasalambua vitu kwenye friji. Hivyo una akili timamu kweli? Mama, unajua siku zote mwanzo unakuwa mgumu sana. Kila unavyokuwa unaanza jambo, siku ya kwanza inakuwa ni ngumu. Kusema ukweli mimi nilikuwa sitambui kabisa kama leo nimefunga. Yaani nilijisahau. Ndio maana umeona nimetokea nikafanya hivi, lakini sio kwamba nimefanya makusudi. Una uhakika na unachokisema Shemtoi? Kusahau gani huko kwa ajabu? Eti mwanangu, kusahau vipi? Uko kusahau vipi ndugu yangu? Yaani umetoka huko ulikotoka, umefungua mlango hapa, moja kwa moja kwenye friji. Unafungua friji, unatoa masoseji, unaanza kuyakamia. Yaani muda wote huo ulikuwa hukumbuki kabisa kwamba upo kwenye mchana wa Ramadhani? Au unanifanyia mzaha? Au basi kama hiyo swaga unaona haijakaa sawa mama, basi swaga, basi tuseme mimi hapa na minyoo na vidonda vya tumbo vinanisumbua. Wewe Shemtoi, wewe usitake kuniharibia funga yangu kabisa. Usitake kuniharibia funga yangu Shemtoi. Unajua wewe ni mtu mzima. Huo umri ulofikia sasa hivi sio umri wa kulazimishwa kufunga. Wewe mwenyewe unatakiwa kujitathmini. Fanya ibada yako vizuri kabisa, funga kwa usahihi, usidanganye. Halafu unasingizia eti vidonda vya tumbo sijui minyoo. Hiyo minyoo inakuanza tu baada ya Ramadhani kuanza. Mbona siku nyingine hulalamiki minyoo hapa? Acha mama, si nimekwambia tu kwamba hizo ni swaga ili tu angalau mimi bwana kufunga kutanishinda. Kama utashindwa kufunga mwanangu. Yaani unajua wewe ndio kipenzi changu cha pekee. Sina mtoto mwingine wa kumlingania. Angalau tu afanye ibada moja. Kuswali nimejitahidi kukwambia uswali mwanangu, hutaki. Swala hutaki kabisa. Yaani unaswali Ijumaa hadi Ijumaa. Haya, Ramadhani imefika, jitahidi sasa ufunge pia unashindwa. Yaani kweli mimi nakulingania, unataka nikulinganieje mwanangu ndio unielewe? Yaani kama ndio umenishinda hivyo mwanangu, mimi nikwambia ukweli tu. Sito tamani kabisa kukuona mchana wa Ramadhani hapa. Yaani sio mchana tu, kama hutafunga wewe ni kobe, ni heri uondoke kabisa nyumbani kwangu. Nilijua tu mmenichoka. Baba Bakari Kiboga kanichoka, japo bado hajanitamkia. Na wewe leo mama umeamua kunitamkia live bila chenga, mchana kweupe, macho kwa macho, papa tu papa, kwamba hutaki kuniona katika mchana wa Ramadhani hadi usiku pia. Niondoke nyumbani kwako. Shega hamna noma, mimi naondoka. Mwanangu, mimi sio kwamba nakufukuza. Mimi nakupenda sana Shemtoi. Siwezi kukufukuza wewe. Siwezi hata siku moja, kwa sababu wewe ndio kijana wangu wa pekee. Sina mtoto mwingine zaidi yako Shemtoi. Wewe ndio kipenzi changu. Lakini najaribu kukulingania ili uwe kijana mwema, uendane na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiku tumenuia vizuri kwamba tunafunga wote. Leo hata jioni haijafika, muda haujaenda vizuri jamani. Saa 6 mchana unataka kuniambia tumbo lishaanza kukuvigita mwanangu, kwenda kufungua mafriji na kula mchana wa Ramadhani? Huo ni kwamba unafanya dhambi mwanangu. Ndio maana nakwambia acha huo utoto huo. Huo ni utoto, wewe ni mtu mzima saizi. Yaani tatizo lako mama, mimi nikijitahidi kubadilika wewe unanifokea. Sasa unataka mimi nibadilikeje? Umeniambia niache kwenda kwenye magenge ya vuta sigara, bangi, nimeacha. Saizi bado tu unalalamika. Unataka mimi nifanye nini? Mwanangu, ni kweli umebadilika, na jana usiku nilikupongeza kama unakumbuka kwamba umebadilika sana katika hiyo sekta. Na wiki nzima saizi inakwenda sijapokea kesi yoyote ya wizi wa kuku. Maana kila siku nilikuwa napokeaga hapa kesi za kuku, umeiba kuku, bata, sijui nini. Lakini saizi sijapokea hizo kesi. Ndio nimekupongeza hivyo mwanangu, lakini nataka pia unyooke kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kama umeamua kufunga, funga kweli. Unakula hapo hata mimi nisipokuona, ujue Mungu anakuona. Unakuwa unamdanganya Mungu, sio mimi. Sawa mwanangu? Sawa. Hii funga ya leo umeiharibu. Itabidi uje uilipe baada ya Ramadhani, sawa? Mme wangu, jana nimelisikia tangazo la kufuturishwa pale Masjid Maamuri. Wamesema kwamba Mzee Zumbe atafuturisha mwezi mzima huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini sasa mme wangu, hilo tangazo wewe halikuhusu. Kivipi? Wakati hiyo ni sadaka mtu ataka kuitoa kwa watu. Ina maana wewe unazuia sadaka ya mtu kwa watu, si ndio? Gunga, sitaki uniuzi kama ulivyokuwa umeniuzi kwenye Ramadhani iliyopita. Nilikuwa na kisirani, sijui kama funga zangu zilikuwa zinakwenda sawa kwa kweli. Mwenyezi Mungu atanisamehe. Wewe ulikuwa unanikera,
kwa sababu haiwezekani mwenzangu unatoka unaenda kufuturishwa huko barabarani, halafu mimi unaniacha hapa nyumbani patupu, hamna chochote kile, hakuna hata sukari ya kukorogea kwenye uji, hakuna futari, yani nilikuwa patupu. Halafu mwenzangu unakwenda huko na futuru, unarudi hapa nyumbani umelegea. Mke wangu Bi Aisha, usiweke mipaka sadaka aloamua kuitoa mtu. Sadaka hupewa mtu yoyote yule ambaye atairidhia. Sasa mimi mmeridhia kwenda kufuturishwa na Zumbe, hiyo ni sadaka. Sasa we wataka kuniwekea mipaka ya nini? We hutaki mimi mpate sadaka? Mimi sikuwekei mipaka Ngunga. We kama unaenda kufuturishwa huko, nenda. Lakini masharti ni kwamba hakikisha wakati unatoka hapa kwenda kufuturishwa kwa mzee Zumbe, hakikisha umeacha futari hapa. Uhakikisha mke wako anafuturu vizuri kabisa bila wasiwasi. Sawa, nenda. La sivyo tutakuwa tunachomoka wote hapa, mguu wako mguu wangu. Kama kudhalilika tukadhalilike wote huko. Hapana mke wangu, hatuwezi kwenda wote kule. Sheria ya kule kila kaya anafuturishwa mtu mmoja, si wawili. Ndio maana nakwambia tutakwenda kudhalilika huko, kwa sababu mimi safari hii sitakubali kubaki hapa nyumbani patupu, hakuna chochote kile. Nitaongozana na wewe hadi kwa Zumbe tukadhalilike huko, ili tuone mimi na wewe ni nani ataruhusiwa kufuturishwa pale, afu mwingine aondoke akajitafutie. Alafu we mwanamke, nishakuona wataka kuniharibia ratiba zangu weye. Wataka kuniharibia iftari kwa mzee Zumbe. Samie nachoka hapa, nalegea. Nishalegea lege. Na tumbo langu lishaanza kunivuguta, vyuguta. Wacha nikakutafutie fungu moja la magimbi ukae kimya. Maulama, Maulama, Asaliwe Mtume. Asaliwe Mtume. Sadakta. Sasa maulama, kama tulivyokubaliana jana, kwamba nitamtafuta huyu kijana popote alipo. Japo jana nimehangaika kumtafuta, lakini leo nimempata. Dogo nimempata na tayari tupo naye kundini. Tutamuelekeza misingi ya kundi, kwamba hili kundi linaitwa ni kundi la maulama na majukumu yake ni yapi na kwa nini tumelianzisha. Karibu sana Shemtoi. Hiki kikundi kinaitwa kikundi cha maulama. Tulikuwa watatu, nikawaambia jamaa zangu kwamba watatu hatutoshi, lazima tuwe wanne. Kuna kijana wangu anaitwa Shemtoi Machepele, muongeaji, mtundu, yuko vizuri kabisa. Nikamwambia nitamtafuta na nitamleta kundini. Hatimaye nimekupata ndugu yangu. Jana nimehangaika sana kukutafuta, lakini leo nimekupata mapema sana. Kwa hiyo ndugu yangu, kama nilivyokuambia, kikundi hiki kinaitwa kikundi cha maulama. Wewe pia ni memba kwenye hiki kikundi. Madhumuni ya kikundi hiki, dhumuni lake moja tu kubwa, ni kuchapa futari ya mzee Zumbe hadi ichanganyikiwe. Alafu naomba nikazie hapo kidogo mkuu. Lengo letu kubwa litakuwa ni kuichapa futari ya mzee Zumbe mpaka ichanganyikiwe. Ukiachana na futari ya mzee Zumbe, tutakuwa na dakukula. Kila siku tunagonga madufu kwa sababu ya kuamsha watu wale daku. Hii itatusaidia kupata sadaka ndogo kama vile pesa, mchele, mahindi, na tunagawana. Tukigawana hizo pesa, watu wanafanya maisha yao kama kawaida, na futari itakuwa inalika. Aidha uwe unafunga au haufungi. Kwenye kikundi chetu ukiwepo tu, wewe tunahakikisha unakula futari kama umefunga. Alafu kingine, huyu dogo si mgeni katika macho yangu, huyu Shemtoi, kwa sababu nishawahi kumuona katika matukio tofauti. Kama sisahau sana huyo, japo nililewa, lakini alishawahi kunikaba huyu, akanibia simu. Halafu kingine, huyu bwana Shemtoi, matukio yake kede ya wizi. Alishawahi kuiba kuku kwa mzee tumbo, kuiba bata huyu bwana. Matukio yake nimeyasikia mengi sana. Sasa hii ndio njia yako bwana Shemtoi ya kujisafisha. Watu wanatakiwa kuamini kwamba sasa hivi Shemtoi yuko vizuri, kanyooka, mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni ustazi. Halafu hii pia ni ukabaji usiotumia nguvu. Hapa tunatumia imani kukaba, kwa sababu tukienda kupiga madufu tunapata pesa. Tukipata pesa si kama umekaba tu. Kwa hiyo kijana, hili kundi lina manufaa makubwa kwako. Kwa hiyo bwana mdogo Shemtoi, nadhani maelezo hayo yanatosha sana. Umeelewa hili kundi ni la kazi gani? Karibu sana katika kundi letu. You are welcome my friend. Karibu sana bwana. Asanteni sana. Kwanza nianze kwa kusema a'udhu billahi minashaitani rajim. Kikundi cha mashaitani ambao wamejipanga kuunajishi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mmeniambia shiri zenu, nitakwenda kujitangaza mbele ya wananchi kwamba kikundi kile ni najishi mtupu.